ilikuwa last month. Ambapo dada yangu alikuwa mgonjwa muda mrefu sana na akapelekwa hospitalini. Pale hospitalini amekaa mwezi bila madaktari kumhudumia. Walikuwa wanakuja tu wanamwangalia, wanamwangalia, wakimpima wanapata damu hakuna, anaongezwa. After 30 minutes damu imepotea. Wakati aliongezwa damu ya mwisho, nilikuja hapa katika hii kanisa, nikaongelesha mtumishi wa Mungu, akaniongoza katika maombi, kaombea dada yangu. After 2 days alipelekwa theater, akafanyiwa operation na akatoka successful. Saizi ako nyumbani, naomba mzidi kutuombea. Shuhuda ya pili ilikuwa Friday, ile maombi tulikuwa nayo hapa. Nilipata simu kutoka nyumbani, dada yangu mkubwa akinipigia, akiniambia baba alipelekwa hospitali Thursday. Hiyo ni last week. Hii wiki tunafunga hii leo. Alipelekwa hospitalini Thursday na hakuna mtu yote mwenye ako huko. Kufikia Friday nilipigiwa simu nikaambiwa amelazwa huko na ameshafanyiwa upasuaji. Kwa hayo yote mimi naomba tu mzidi kuniombea. Kwa saizi hajatoka katika hospitali, lakini tunashukuru Mungu. Hii madhabahu ya Ebeneza ina nguvu. Amen. Tuzidi kumtumikia. Ndani hayo tu. Kwa majina ni Rose. Mpaka siku ya leo sikuma na kichwa, sikupata jambo lolote mbaya, na ndio maana namshukuru Mungu. Nasema Mungu ni asante kwa wema wako na neema zako. Mama alikuwa mgonjwa sana. Kwa simu last week but 1 sikuingia kanisa. Kwa siku kama mama ni mgonjwa sana. Na pengine mnaweza sikia nikisema mama, niseme ni bibi yangu, mamangu mzazi. Mamangu mzazi alikuwa ni mgonjwa sana, alikuwa hospitali. Yeye mwenyewe atajisikii ongei. Sani kwa wakati mtinareta nikatuma nikamwambia wewe fanya hivi, wewe enda tu useme haya na haya, kanisa isimame na mimi, maana sitashiriki kanisa. Nikakimbia nyumbani nikamuone mama. Niliamka mapema.